Leo ni Jumatano tarehe 20 na kichwa cha somo kutoka kwa mchungaji Kristo yake wame kinasema katilia mbali ushawishi wa kishetani. Mstari wa ufunguzi unatoka Matendo 13:6 inasema, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote hadi Pafo, wakamuona mchawi mmoja, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mchungaji anaanza kwa kusema, Matendo 13 inatupa picha ya wazi ya jinsi shetani anavyojaribu kuipinga Injili, hasa inapokaribia kuwafikia wale walio katika nafasi za uongozi. Mfano unaonekana katika Matendo 13:6 wakati Paulo na Barnaba walipopita katika kisiwa cha Pafo wakihubiri Injili. Liwali Sergio Paulo, ambaye Biblia inamtaja kama mtu mwenye akili na busara, alitamani kusikia neno la Mungu na akatuma watu waite Barnaba na Sauli, ambaye ni Paulo. Hiyo inapatikana Matendo 13:7. Alitaka kujua zaidi kuhusu Yesu Kristo. Lakini kulikuwa na mtu aliyeshirikiana naye kwa karibu ambaye hakuruhusu hilo litokee. Kusoma Matendo 13:6 hadi 8, Biblia ina tafsiri ya Amplified Classic inaweka wazi kwamba walipopita katika kisiwa chote cha Kopro hadi Pafo, wakamkuta Myahudi mmoja mchawi au mpiga ramli, nabii wa uongo, jina lake Bar-Yesu. Alikuwa ameshirikiana kwa karibu na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili na busara, mwenye akili timamu. Akawaita Barnaba na Sauli, akataka kusikia neno la Mungu kuhusu wokovu katika ufalme wa Mungu unaopatikana kupitia Kristo. Lakini Elima, mwenye hekima, maana hiyo ndio tafsiri ya jina lake alilojipa mwenyewe, akawapinga akitaka kumzuia liwali asikubali imani. Alipinga na kujaribu kumzuia kiongozi huyo kupokea neno. Kisha Biblia inasema, ukienda Matendo 13:9 hadi 10, Sauli ambaye pia aliitwa Paulo, akiwa amejawa na Roho Mtakatifu, akamkazia macho akasema, ewe uliyejaa hila yote na uovu wote, wewe mwana wa Ibilisi, wewe adui wa haki yote, uache kuzipotosha njia za Bwana zilizonyooka. Paulo hakuwa akizungumza kwa mashaka au hisia, alizungumza kwa msukumo wa Roho Mtakatifu. Alimwita yeye ambaye ni kweli alikuwa mtoto wa Ibilisi, adui wa haki yote. Viongozi wengi wa dunia wana watu kama hao wanaowazunguka, ambao huwapotosha kutoka kwenye ukweli na kuwazuia kusikia neno la Mungu. Hii ndio sababu tunachukua msimamo wetu katika maombi ili kukata ushawishi kama huo kutoka kwa viongozi wa mataifa. Mara kwa mara